Naam, mtazamaji wa kurunzi ya Deutsche Welle, hapa ni Gangironga katika kilima cha jiwe kubwa lililokuwa na umaarufu kwamba ni jiwe linalozungumza. Tunaambiwa kwamba zaidi ya miaka 50 iliyopita jiwe hili limeacha kuzungumza, na sababu za msingi ni kwamba ni kufa au kupotea kwa mila na desturi za wenyeji au utawala wa kichifu ambao Mwalimu Nyerere aliufuta ili kurejesha umoja. Hili jiwe lilikuwa linatoa sauti au milio ambao wao walikuwa wanaitafsiri au walikuwa wanajumuisha na milio ya kibinadamu. Kwa hiyo kwa dini walikuwa wanakuja kufanya matambiko hapa. Walikuwa wanakuja kufanya matambiko hapa kwenye hili jiwe ili iwaweze kuwasaidia wanapoenda kwenye vita. Wanakuja kuliuliza hili jiwe, je, hiyo vita tunayoenda kupigana nayo tunaweza kwenda kushinda? Kwa hiyo wanapofanya matambiko na kuliuliza hili jiwe linavyotoa ile milio na sauti, wao wanatafsiri kama ni sauti za kiroho ambayo inaashiria ujumbe kwamba hii kazi au hii vita ambayo tunaenda kupambana nayo tunaenda kushinda. Kwa hiyo walikuwa wanalitumia kwa namna moja au nyingine, kwa namna hiyo ya matambiko. Pia walikuwa wanatumia hili jiwe kama sehemu yao ya ulinzi. Kama unavyokuwa ukiwa hapa juu, unaweza kaona mandhari yote ya mji wa Iringa. Kwa hiyo walikuwa wanawasaidia wao kuweza kuona na kutambua namna gani au sehemu gani wale maadui zao wanapokuwa wanatokea. Wanapokuwa wanawaona na wanatoa ishara, kama tulivyokuwa tumesikia pale tulivyokuwa makumbusho Boma, walikuwa wanasema kwamba baada ya kuona maadui wanavyokuja kuingilia katika mkoa wao wa Iringa, wao wanatoa ishara mbalimbali. Moja ya ishara walikuwa wanatumia ni kutumia miti ambayo inatoa moshi, ambayo ikiwa inatoa moshi, yule ambaye yuko kule chini akishaona, wanapelekeana taarifa kutoka sehemu moja mpaka nyingine mpaka kumfikia chifu mkuu ambaye alikuwa yuko kule Kalenga. Kwa hiyo wakawa wanaitumia hili jiwe pia kwenye sehemu hiyo kama sehemu yao ya utamaduni au sehemu yao pia ya ulinzi. Iringa ni miongoni mwa mikoa au miji ambayo ina historia kubwa ya upiganaji uhuru katika nchi za kusini mwa Afrika, ambapo wapigania uhuru kutoka nchi hizo kusini mwa Afrika kama Afrika Kusini, Msumbiji, Zimbabwe, Namibia na sehemu zingine walikuja kuweka kambi katika mikoa ya Tanzania ikiwemo mji huu wa Iringa. Na hapa Iringa ndio penye kumbukumbu kubwa ya Chifu Mkwawa ambaye alipambana vya kutosha na utawala wa Wajerumani enzi hizo za ukoloni wa Ujerumani Afrika Mashariki au German East Africa. Sasa jiwe hili ambalo lina umaarufu sasa kama sehemu ya utalii lilitumika pia kama sehemu ya ulinzi, kumulika katika mji wa Iringa enzi hizo, kuona kama kuna wazungu wanaokuja waliokuwa wakimtafuta Chifu Mkwawa na wale wapigania uhuru wengine ambao waliongoza pia vita vya Majimaji katika maeneo haya na maeneo ya mkoa wa Ruvuma kule Songea. Historia imesalia kuwa historia, lakini jiwe hili ambalo lilitumika kama nyenzo ya ulinzi, nyenzo ya utamaduni, mila na desturi za watu wa kusini mwa Tanzania sasa halizungumzi tena. Cha kujiuliza ni je, tumedharau mila na desturi au mabadiliko ya kiteknolojia pamoja na mabadiliko ya tabia nchi yamechangia kupotea kwa historia hizi? Mimi ni Prosper Kuigize na hapa ni Gangironga Iringa.